atakayeingia katika ufalme wa mbingu, bali nini? Bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu, bali yeye anayefanya mapenzi ya nani? Mapenzi ya Baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi nikihubiri sitaki mtu ananununa panikambo tuko kwenye vita vya nini hapo vya shababa hapa. Hapana. Hiyo kukunja usuru usikunje uso hapa ni kama umekula ndimu. Bwana Yesu asifiwe. Tuchangamke pamoja. Sio kila mtu aingia asemaye Bwana wangu ataingia kwa ufalme wa nani? Wa mbingu. Leo mada yangu ilikuwa tofauti sana. Leo mada yangu ilikuwa okoka kimatendo, sio kimaneno. Amen. Gusa jirani mwambie okoka kimatendo. Okoka kimatendo. Sio kimaneno. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati unaokoka kimaneno, wakati unasema wewe umeokoka, kuna mchawi pia anasemanga yeye pia ameokoka. Wakati unasemanga wewe unaenda kanisa la EBC Church Gikuni, kuna mtu pia anajisifia mimi naenda kanisa la EBC Church Gikuni. Lakini tabia zake haziko sawa sawa na EBC Church. Ukitembea huko nje dini imeingia kwenye mwili kwa sababu tunaenda kulingana na mwili vile iko. Unasikia mtu anasema hapana, mimi siwezi ingia kanisa lingine. Mimi ni wa Catholic damu. Mimi siwezi ingia kanisa lingine. Mimi ni wa PCA damu. Mimi siwezi ingia kanisa lingine. Mimi ni wa Eternal Life damu. Nimekuja kukuambia, wokovu sio maneno vile unasema ya kwamba umeokoka. Hapana. Wokovu ni matendo yako ndio yatatuonyesha kwamba umeokoka. Hauwezi tuambia kwamba unahubiri injili lakini huko nje unakosana na watu. Watu watakuwa kutaki kwenye ploti kwa sababu ya tabia zako ni chavu. Haujui kuongelesha watu kwenye ploti. Ukiokoka tabia zako lazima zituonyeshe umeokoka. Na hizo tabia ndio Yesu anakuja kuchuja na utaweza kukupatia tiketi ya kuingia uzima wa milele. Piga jirani yako mkono hivi mwambie jirani twende mbinguni. Usajiliane mwambie twende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu hata ukiingia kwenye ndoa, lazima ukiingia kwenye ndoa hatuangaliangi ile pete yenye ulikuwa umevalishwa ukaingia kwenye ndoa. Hapana. Hatuangaliangi suti na veli uliyovaa itatukuonyesha kwamba umeingia kwenye ndoa. Hapana. Kitakacho tuonyesha kweli uko kwenye ndoa ni zile tabia zako utakazokuwa nazo kwa ile ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Piga Yesu makofi mazuri. Haleluya. Wokovu inakaanga kama ndoa. By the way, tunaambiwa Yesu ndio kiongozi wa nyumba. Kwa hivyo wokovu automatically spiritually, wokovu inakaa kama ndoa. Umeolewa. Ukiingia kwenye ndoa unaenda na masharti ya ndoa. Unaenda na tabia za ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia kwenye ndoa na umeona mama Akinyia afanye vizuri, lazima utaita mshauri mwambie mama Akinyia nifanyie vizuri. Mama Akinyia ananipunguzia chakula chumvi. Understand the word kunipunguzia chakula chumvi. Kwa sababu gani? Mmeingia kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu inakaa namna hiyo. Ukiingia hapa na uone, ukuja hapa kwenye kanisa na ukute kabisa hili jengo, watu kwa kanisa viti hakuna mhubiri, hakuna Biblia, kuna kitu kitakwambia hapana, I'm not at the right place. Hauko mahali? Kwa sababu kwanza haujaona Bible hata moja. Kila mtu ako kwa simu ana chat. Nitakuja kuwaletea Biblia hapa. Hizo masimu zote tutakuwa tunaweka pale kwa pochi. Kule simu zote hatutakuwa tunatoa excuse eti tunasoma Biblia kwa simu. Hapana. Tunataka tukiingia kwenye ibada isikuwe tumekuja hapa tuko na kazi mingi ya kufanya bwana. Tuko na watoto wetu tunataka tuwapeleke out. Waende waogelee kwa swimming pool. Tuko na kazi ya kufanya. Lakini kwa nini tumekuja hapa? Kwa sababu ni jukumu letu kumwabudu na kumtukuza Mungu wetu katika roho na kweli. Umekuwa na wiki nzima ya kazi. Na hiyo wiki nzima umekuwa nayo, umekuwa na mambo mengi sana. Kwa hivyo unastahili ukuje kwa Bwana
Anasema leteni mizigo yote kwangu, nami nitawafanya nini? Nami nitawafanya nini? Sasa utapumzishwaje wakati ambapo hauna time na mtu wa kukupumzisha? Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiibiwa lazima uende kwa OCS. OCS hata akisikia atajifanya hajasikia. Eti unajua Paul aliibiwa pale. Unajua, unakumbuka ile Survivors Shopping niko pale vile Mkui. Hapo kando ya kanisa ilifunguliwa juzi. Sasa aliibiwa, kumeibiwa pesa, kumeibiwa gasi, hata sigara walichukua sigara. OCS atacheka. Lakini mbona hawajakuja kuniambia? Hata shughulika kwa sababu you are not concerned. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima kuwe concerned na maisha yako ya kiroho. Nimekuwa nikiambia watu jifundishe kutembea kiroho. Hii mwili hii tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sasa ukiumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, jifundishe kutembea vile kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Jifundishe kutembea kiungu. Kila ukitembea lazima tuone uungu ndani yako. Kila unachoongea lazima tuone uungu ndani yako. Usiokoke tu siku ya Jumapili. Wewe kama ni wakuokoka Jumapili peke yako usikuje kwa hii kanisa. Tafuta kanisa wanaookoka Jumapili peke yake. Hapa tunataka mtu mwenye anaokoka from Sunday to Sunday. From January to January. From October to November. Yaani okoka yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Suguse jirani mwambie tena okoka. Na uokovu wako ikue ya matendo. Matendo. Ndio maana nilikuwa nimesema leo kama umekuwa makini tukianza. Nimesema leo ninaweka kwa mtihani. Na hiyo mtihani watu wameshafaulu, watu wameonaona vitu. Hiyo mtihani nimesema leo naweka kwenye mtihani na leo ninawaongoza ili mupate funzo kutokea kuongoza kwangu. Number 1 katika kuongoza nikasema yule mtu aliyokoka Jumapili hapa ndio aje afundi. Nataka nikwambie hata huyu mtoto mdogo anaweza kuwa na neno ya kukuambia. Na yule mtu alipoongea ulikuwa unaweza fikiria kama anaweza fungua Exodus 20. Ulikuwa unaweza fikiria kama anaweza fungua Exodus 20 ni nini? Ni sheria za Mungu. Kwa hivyo tunapoingia katika roho, sheria za Mungu inastahili tuongoze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama wewe ulitoka tu kwa nyumba ukasema mimi naenda kuokoka. Kuna kitu kilimgharimu Mungu aje kuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu kilimgharimu Mungu sana aje kuokoe wewe. Maana ukiangalia wale watu ulisoma na wao shule, ukifuatilia historia yao penye wako, hata wengine wamepotelea kwa mapumbe. Wengine walikufa kitambo. Wengine hawajulikani, wamekuwa historia kama Ebunosa. Lakini kinachofanya ni kwamba wewe uko hapa kwa sababu Mungu ametaka ukue hapa. Amen. Wewe uko hai kwa sababu Mungu ametaka ukue hai. Hata ulale na ugali na chumvi, bado Mungu ametaka ukue hai. Cha muhimu sana kwenye maisha yako ni uhai. Sio kitu kingine. Unaweza kuwa jirani yako na TV ya 50 inches na wewe uko na kasimu kako ndo unang'ang'ana kuangalia YouTube, uangalie hizo video kwa YouTube. Nimekuambia bora maisha yako yako hai. Mungu amekuruhusu kuwe hai na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuruhusu kuwe hai na sababu. Usijidharau. Hata mume akukatae leo, hata Mungu atakuja kukupa wako. Hiyo nimeongea polepole kwa sababu kuna watu hapa wanasema tunahubiri wao. Hata nikikuhubiri wewe si ubadilike. Kwa nini imekuuma wewe? Uhubiri wangu ni matendo ndio. Kwa nini imekuuma wewe? Kama wewe si mbaya, kwa nini imekuuma? Na hili ni neno tu tumelisoma hapa. Sisi tumelisoma hapa, tumeambiwa tulisome hapa. Na tumelisoma hapa na sisi tukaongea kama speaker. Kwani speaker inaweza ongea bila wewe kuongea kwa microphone? Sasa hii neno ndio microphone yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunatumika kama microphone tu. Sisi ni chombo tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo okoka kwa matendo, sio kwa maneno. Nataka leo ukienda uende tu na neno moja peke yake, na stahili niokoke kwa matendo, sio kwa maneno. Simame kwa miguu yetu. Itaendelea kutokea hapa. Kwa hivyo imagine next Sunday itakuwa tamu aje. Next Sunday itakuwa tamu aje. Tamu kali. So nisaidie kukuja na jirani.
Hata kama ni kama mtoto mshike hivi, atakuwa pastor kesho na tutakukumbuka. Mungu atakukumbuka wewe kwa kumleta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama ni mtoto mlete. Kama tuko na wake zetu tuwalete. Mimi mke wangu wako mbali, lakini angelikuwa na time hata anafaa tu anatufuata kwa online. Bwana Yesu asifiwe. Tunaleta wote, tukuje wote tumwabudu Mungu. Na hapa ni kumwabudu Mungu pekee yake. Usitarajie masarakasi hapa. Kama wewe ni wa masarakasi, enda huko kwa masarakasi. Usiingie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu usipomuuzia chumvi hata kuja kwa ibada. Kuna kanisa zingine nimeenda washirika wamebeba mitungi ya 20 liters yote wanaenda kuombewa maji matakatifu kwa madhabahu. Usijaribu ujinga hapa. Nitakupiga teke. Usijaribu ujinga hapa kabisa. Kuna madhabahu mengine tumeenda. Yaani tumealikwa sisi ndio twende tuhubiri. Lakini sasa mimi pale niko pale, lakini washirika wanakuja na 20. Mtu amebeba, yaani ubebe 20 liters kwa mgongo kutoka kwako kule Gikuni mpaka hapa, haujachoka. Sasa ni mizigo kweli umeleta ama umejiongezea? Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie vitu vingine tukifanya, tusikuwe wajinga wa akili. Unajua shetani akija anateka akili kwanza. Shetani angalia kitu kingine. Hata ukiangalia maandiko, kila mtu shetani alimwangalia akili. Lakini Mungu akaona shetani ashamaliza, ashachukua mali, ashachukua kila kitu. Mungu akamwambia shetani, wewe fanya hivyo. Wewe ndio umemtaja hiyo Mungu. Shetani na Mungu hapo si marafiki. Mungu akamwambia wajua shetani na Mungu ni kama hivi vyama vyetu vya Kenya. Sisi tunasema ODM ni mbaya, tutasema UDA ni mbaya. Mwisho wa siku hao watu wanakunywanga chai pamoja. Kulikuwa na harusi ya Charlene Ruto. Uliona kitu? Kama ulisoma kitu? Niliona. Sasa shetani na Mungu wako hivi. Sisi kwamba ni maadui, lakini ile uadui wao kuna sometimes kwa niaba ya watu wengine. Inabidi waongee, wasemezane. Ndio maana tumeambiwa yeye ni mshtaki. Hata tushtaki wapi kama asipopatana na Mungu? Lazima wapata. Sasa wewe uking'ang'ana shetani na kufunika na kuzika, hautawahi zika shetani. Hiyo ni injili usiwahi, hautawahi zika shetani. Ni shetani umuondoe kwako, aende kwa mwingine, atoke kwako. Maana hapa ni kwake, sisi ni wasafiri. Ama vipi? Sisi ni wasafiri. Sasa Mungu na shetani wanafanya kampeni. Waache na kampeni yao. Wewe yako fanya kile chenye Mungu amekuambia ufanye. Lakini zaidi ya yote, jiconnect na Mungu. Jiconnect na Roho Mtakatifu. Jiconnect na mbingu. Mbingu ikifunguka kwenye moyo wako, hakuna hata shetani anaruhusiwa kukujaribu zaidi. Mimi ninachojua, ukiona shetani akujaribu, hujue ya kwamba wewe na wokovu wako na Mungu haiko sawa. Heri uende uze mogoka. Lakini ukiona shetani uze mogoka. Kweli toboa. Hatuko tu sawa, kuna majaribu. Ukiona uko tu sawa, wewe uko tu sawa. Wewe unakula machipsi na makuku, unaongezea masausage na machili kabisa. Wewe wewe jiulize swali, kuna tatizo gani? Huku umekuja kwa vita, ndio maana Biblia inasema ya kwamba ufalme wa Mungu utekwa na wenyewe. Sio wanyonge. Sasa utateka kitu na nguvu kama hujapambana? Lazima upambane. Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono yako juu siku ya leo. Kwa sababu masaa yameenda, sikuweza kuendelea na hiyo topic ama kuanzisha. Kwa sababu ningeanzisha ingekuwa story nyingine. Lakini naomba tu ufanye tu kitu kimoja. Unajua kuna sababu kwa nini umekuja kwenye ibada hii. Kuna sababu kubwa sana wewe kukuja kwenye ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amejaribu kuja kwenye ibada hii lakini imeshindikana. Nataka tu utamke tu kwa kinywa chako, mwambie tu Mungu, naomba tu siku ya leo ikawe ni siku yangu. Kama kuna milango imefungwa kwenye maisha yangu ya kiroho, Mungu naomba ukanifungulie. Hapa pamefunguliwa, pamehubiriwa kuhusu madhabahu pia ya ukoo. Vitu kama hizo vikitajwa inamaanisha Mungu anakuongelesha direct kwenye maisha yako. Enda tu mbele za Bwana, mwambie Mungu, nifungue siku ya leo. Mwambie tu Bwana, nifungue siku ya leo. Enda tutamka tu, fungua tu kinywa chako, baza tu sauti yako, fungua tu sauti yako. Mwambie tu Mungu na